Yeye anasamehe, yeye anasahau, yeye hakumbuki kabisa. Kwa nini wewe kukumbuka mpaka kumkumbusha? Ndugu yangu ambaye upo kwenye kipindi cha usikate tamaa, amka tena kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ugonjwa ulionao unayeyuka kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Roho ya ufukara na kutaabishwa inayeyuka kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Na kutakia baraka njema kwa kukusomea Zaburi ya 107 mstari ule wa 20. Biblia inasema, ulituma neno lake uwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Yamkini upo kwenye maangamizo yaliyokukatisha tamaa. Maangamizo ya afya yamekukatisha tamaa. Unaona kabisa kwa ugonjwa huu mimi nakufa. Lakini usisahau, akusamehe na kukuponya magonjwa yako yote. Usikate tamaa, amka tena kwa jina la Yesu. Afya yako inarudi kuwa mpya, kwa sababu analituma neno lake likutoe katika maangamizo. Yamkini biashara zako zinaingia kwenye maangamizo, lakini sikia neno la Bwana. Umekaa umejiuliza, ni nini hichi kinachoendelea? Mbona kila ninachojaribu kinashindwa? Mbona kila ninavyosema nifanye hili niongeze mtaji nazidi kuanguka? Mbona kila ninapojaribu kuungana na wafanya biashara wengine naona kama vile mambo yangu yanaharibika zaidi? Nimekuja kukutia moyo. Analituma neno, anakuondoa kwenye maangamizo kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, na kutamkia neno la Bwana litakalokutoa kwenye maangamizo. Yamkini unaona kabisa ya kwamba ni kampuni yako inataka kufa. Bwana anaweza kuitoa tena kwenye maangamizo. Si hoja ya afya peke yake. Mungu anapenda tuwe na afya njema, lakini anapenda tuwe na mafanikio mema na mazuri. Sasa shetani asikukumbushe yaliyopita. Kumbuka ya kwamba anaposamehe anasahau. Huna haja ya kukumbuka ya nyuma. Huna haja ya kushikilia mafundisho dhaifu ambapo ukipita kwenye shida yanasema yamkini kuna dhambi fulani Mungu bado hajasamehe, yamkini kuna hali fulani lakini sijui hivi na vile. Nataka nikutie moyo, akisamehe amesamehe zote, na akiponya anaponya afya zetu zote kwa ujumla wake, pasipo kujali ni shida gani unayopitia. Akiingia kwenye miradi yetu kuiponya, anaiponya tena, na Mungu anaweza kurejesha vilivyoliwa na nzige na madumadu na parare. Nami ninajua ndugu unayenisikia kwenye kipindi cha usikate tamaa, utaamka tena kwa kutii neno hili ya kwamba umesamehewa na kuponywa. Uamke tena kwa ujasiri, uanze tena kwa ujasiri, ukatae hali ya kukata tamaa. Umekaa vya kutosha, lakini neema ingalipo juu yako. Umesikia maneno mengi dhidi yako, ukajikatisha tamaa mwenyewe. Njia ya ushindi ni hii. Simama imara. Usifungue sikio lako kusikia vitakavyoangamiza nguvu zako za kiroho. Fungua sikio lako kusikiliza vitakavyokuinua tena vya kiroho na kusonga mbele. Ndugu unayenisikiliza kwenye kipindi cha usikate tamaa, ubarikiwe sana, uinuliwe sana, uongezewe sana. Afya yako irejeshwe. Hata kama cheti chako cha hospitali kinaonyesha kwa macho ya kawaida ni ugonjwa mkubwa, umeponywa kwa jina la Yesu. Miradi yako iamke, hata kama inaonyesha kesho na kesho kutwa itakufa kabisa. Ili ni neno la imani. Iamke kwa jina la Yesu. Ndoa yako iponywe, uipate furaha ya kudumu na amani ya kudumu. Ujisikie vizuri katika siku za furaha ya ndoa yako. Ufurahie wana wa wanao. Ninakubariki kwenye kipindi cha usikate tamaa na kukukumbusha ya kwamba umesamehewa na kuponywa. Bwana akubariki sana. Amen.